Abu Uthman TV ni chombo kipo kwa ajili ya kuwa na natija katika dini na imani, lakini pia na jamii vile vile. Kwa hiyo lengo letu ni kutengeneza na sikubomoa. Kwa hiyo katika hili la kadhia ya shekhe, namna linavyoendelea kwa mitandaoni, kila mmoja unaona anasema namna anavyosema. Na wengineo ni Waislamu, nao ni ndugu zetu katika imani moja, lakini unakuta wanavyomzungumza shekhe ni tofauti na imani yao, yani wanatoka hadi nje ya imani na kanuni za kiimani. Wanasahau kwamba Sheikh Walidi naye ni mwanadamu. Hilo na wakumbusha pamoja na kuhusiana nafsi yangu kwamba Sheikh Walidi ambaye anazungumzwa sana katika mitandao hivi karibuni na mpaka sasa, yeye Sheikh Walidi mbali na kwamba ni mwana wa chuoni mkubwa, mbali na kwamba ni shekhe, mbali na kwamba wadhifa wake ni mkubwa na ni mtu maarufu, lakini tunatakiwa tukumbuke Sheikh Walidi ni mwanadamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arshada man shaa ila tariqil huda wa bayyana lana al-adaba wal ahkama wa lam yatrukna suda wa faddalana bi millati al-islam ala sa'iri al-anami tafdila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa idhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Awali ya yote, ndugu watazamaji na wafuatiliaji na wapenzi wa chaneli yetu ya YouTube Abu Uthman TV, kwa mara nyingine tuko mbele yenu katika kipindi hiki, kipindi ambacho tumekusudia kueleza baadhi ya masala kutokamana na hili ambalo linaloendelea humu mjini mwetu katika jiji hili la Dar es Salaam, kuhusiana na kadhia ya shekhe letu Almurabbi arwahina, mlezi wa roho zetu katika iman, ambaye ni fadhilatu Sheikh Al-Sheikh Shuyukh Al-Alim Al-Allama Al-Arifu Billah, naye si mwingine ni Sheikh Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa. Sheikh Walidi amepatwa na mitihani, watu wanafahamu. Na kwa wewe ndugu mtazamaji wa Abu Uthman TV, kama pia hukupata wasa wa kulifahamu hili, basi tunafahamisha aliyewahi kuwa shekhe wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam, ambaye yeye ni Sheikh Walidi Al-Hadi, amepatwa na mtihani hivi karibuni, na mitandao yote imeacha kazi zao, imekuwa inashughulika na kadhia ya Sheikh Walidi Al-Hadi. Mimi ambacho ninataka kukisema kwenu watazamaji wa Abu Uthman TV ni kwamba kwanza tunatakiwa tufahamu, hasa sisi Waislamu na waumini wa dini ya Kiislamu, tunatakiwa tufahamu kwamba Sheikh Walidi Al-Hadi Umar Kawambwa, yeye kwanza ni mwanadamu kama vile ambavyo wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu. Hiyo nukta ya kwanza tutakiwa tuichukue, na naeleza haya ninayotaka kuyaeleza si kwa maana kwamba kwa maana mbaya au kwa maana gani, kwa maana ya kuelimishana, kwa sababu Abu Uthman TV ni chombo kipo ama tumekiandaa kwa ajili ya kuwa na natija katika dini na imani, lakini pia na jamii vile vile. Kwa hiyo lengo letu ni kutengeneza na sikubomoa. Kwa hiyo katika hili la kadhia ya shekhe, namna linavyoendelea kwa mitandaoni, kila mmoja unaona anasema namna anavyosema. Na wengineo ni Waislamu, nao ni ndugu zetu katika imani moja, lakini unakuta wanavyomzungumza shekhe ni tofauti na imani yao, yani wanatoka hadi nje ya imani na kanuni za kiimani. Wanasahau kwamba Sheikh Walidi naye ni mwanadamu. Hilo na wakumbusha pamoja na kuhusiana nafsi yangu kwamba
Sheikh Walidi ambaye anazungumzwa sana katika mitandao hivi karibuni na mpaka sasa, yeye Sheikh Walidi mbali na kwamba ni mwana wa chuoni mkubwa, mbali na kwamba ni shekhe, mbali na kwamba wadhifa wake ni mkubwa na ni mtu maarufu, lakini tunatakiwa tukumbuke Sheikh Walidi ni mwanadamu. Hilo la kwanza. Na kwa nini nasema ni mwanadamu? Mwanadamu tumeelezwa katika vitabu vya imani katika Uislamu wetu ya kwamba mwanadamu summial insan, ameitwa neno mwanadamu kutokana na kwamba hakukamilika. Yani kule kuwa kwamba mwanadamu hajakamilika ndo lile neno al-insan, manake mwanadamu. Sasa ukamtoa mwanadamu katika kutokukamilika ukamkamilisha kwamba ni mkamilifu, ndo haya yanayotokea leo kwamba wengi wetu wamemkamilisha shekhe, yani kwamba wamemfanya kakamilika moja kwa moja, na ndio maana hata likisemwa neno la kuzua ama liwe la kweli, basi inakuwa kwamba inakuwa sintofahamu ni kubwa, kwa sababu tumemuondoa kwenye ada ya kiubinadamu. Kwa hiyo bwana shekhe bwana kafumaniwa mathalan, shekhe bwana au mchungaji fulani kafanya hivi, taharuki inakuwa kubwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wale wenye kumtazama na kumfuata huyo mchungaji huyo ama huyo kiongozi huyo ama huyo shekhe huyo mfano wake, ni kwamba walimkamilisha ama tumemkamilisha kwamba huyo amekamilika kila kitu, na ndo akiwa amepata kungwao, amejikungwaa, ima liwe ni la hakika liwe la kuzuliwa, basi inakuwa taarifa yake inakuwa na sintofahamu kubwa, kwa sababu watu walimkamilisha kiongozi huyo bila kujua kwamba naye ni mwanadamu. Hiyo ni nukta yangu ya kwanza. Nukta ya pili, hatufai kumzungumza shekhi vibaya, hata kama itakuwa linalosemwa mathalan amelifanya kweli. Hatutakiwi kumzungumza shekhi vibaya, kwa sababu tunaelezwa na hawa mashehe kwamba luhumul ulamai masmuma, kwamba nyama za wanawazuoni ni zenye sumu. Kwamba nini nakusudia? Tunaelezwa kwamba ukiwa unamsengenya ndugu yako aliye Muislamu, imefananizwa kwamba ni kana kwamba unakula nyama za yule unayemsengenya. Sasa manake ni jambo baya watu kusemana vibaya na kusengenyana, lakini imekwenda mbali zaidi ikiwa utakuwa unayemsema vibaya ni mwana wa chuoni, ni kiongozi wa kidini, ni kiongozi wa kiimani. Yani imeenda mbali zaidi kwamba si kwamba ukimsema vibaya utakuwa wala nyama zake tu, kwa mfano huo, hapana, bali utakuwa wala nyama za huyo unayemsema vibaya, lakini pia wala nyama zenye sumu. Yani mbali na kwamba utakuwa kweli, tumeambiwa kusengenyana ni sawa na kula nyama za watu wale tunaowasengenya, lakini kumsengenya na kumsema vibaya mwana wa chuoni ni sawa na kula nyama ya mtu, tena aliye mfu, lakini yenye sumu. Manake yawezekana ukala nyama ya mtu likawa si neno katika afya au katika vyovyote vile takavyokuwa, lakini kwamba wala nyama ya mtu alafu tena ina sumu, manake hatari yake ni hatari kubwa. Kwa hiyo ninachotaka kukisema na ninachokikusudia ni kwamba mawiki haya ama siku mbili hizi tangu kutenguliwa kwa shekhe wa aliyekuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi Lahadi, imekuwa hakikatan ni kwamba masengenyano yamekuwa ni mengi sana katika mitandao na katika mabaraza mbalimbali. Sisemei mashehe, sisemei watu wa kawaida, sisemei watu wa kidini mbalimbali, watu wa vijiwe, yani kwamba watu wamemsema sana Sheikh Walidi, yani katika kumsengenya, katika kumsema vibaya, katika kutokamana na haya yanayoendelea sasa. Ikiwa kama tumefahamu haya leo yasema kwamba ukiwa mtu wamsengenya mtu tu wa kawaida,
yaambiwa ni sawa umekula nyama ya mtu mfu. Na ili usamehewe kusengenya huko ni umfuate yule msema vibaya, kama ni kwa njia ya mtandao, ni kwa njia ya nini, umfuate, bwana mimi ni katika ambao walikusengenya kadha, naomba unisamehe. Hiyo ndiyo toba ya mtu mwenye kumsema mtu vibaya. Umeandika comment vibaya katika clips zinazoendelea kuhusiana na tuhuma za Sheikh Walidi, ni sawa pia umesengenya, kwa sababu tunaenda kiteknoloji zaidi. Manake kusengenya si mpaka ukae na mtu hivi. Sasa hivi kusengenya hadi kwa njia ya simu kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ninalotaka kuwafahamisha watazamaji wa Bothman TV na wengineo kwa umma, yani ni kuifahamisha jamii, ni kwamba kumsengenya na kumsema vibaya mwana wa chuoni, kiongozi wa kidini, yani jambo lake linakuwa ni zito. Manake si kula nyama tu ya mtu mfu, bali ni kula nyama yenye sumu, kama ambavyo nilivyosema katika hiyo riwaya, luhumul ulamai asmuma, nyama za wanawazuoni tukiwasema vibaya, iwe ni kweli iwe si kweli katika hayo mambo, tukiwa tunawasema vibaya wanawachuoni, wanawazuoni, tufahamu ya kwamba tunakuwa tunakula nyama zao, na nyama zao zimetiwa sumu. Manake tutapata hatari kubwa sisi wenye kuwasema hao wanawachuoni. Lakini jengine pia, wapo wengi ambao kwamba wanasadiki kwamba shekhe ni kweli amezini na yule binti, amepata labda huyo mtoto wa nje, na yule mtoto kweli ni wake, ingawa haijasikikanwa mpaka leo shekhe kusema kwamba kweli yule mtoto nimezaa, yule mwanamke nimezaa naye ama niliwahi kumoa. Haijasemekana hivyo, yani yeye shekhe kama yeye hajazungumza mpaka leo. Na pia tutakuja kueleza hikima aliyoitumia, kwa nini hasemi juu ya haya yanayoendelea, kwa nini hatoi tamko ikiwa yeye ni mhusika juu ya haya yanayoendelea.